Katika hatua nyingine, moja kati ya designers ambao aliwahi kupita pia kwenye label ya WCB Wasafi, Q-Boy Msafi ambaye sasa hivi anatambulika kama Msafi The Real, naye pia amenyoosha maelezo na ameonyeshwa kutokupendezwa kutajwa kwenye listi ya Baba Levo ya kwamba ni miongoni mwa watu ambao wamefuria baada ya kuwa ametoka WCB Wasafi ama baada ya kuachana na WCB Wasafi. So Msafi The Real kanyoosha maelezo hapa na akagusia pia mpaka safari ya kwenda Kigoma kwenye kusherehekea miaka 10 ya Diamond Platnumz kwenye game, jinsi ambavyo ilikuwa mwaka 2019. So Msafi The Real huyu hapa ananyoosha maelezo. Kuna kitu watu wengi wamenitagi sana kwenye mtandao kutokana na maneno ya ndugu yangu ambaye nafikiri sijui amejisahau, anaamua kuongea ili mradi tu ionekane anaweza kuongea kisa amepewa kipaza, au inawezekana anachokifanya pia ajui kwamba moja ya kumwataki mtu ni kutumia chombo cha habari kumzungumzia mtu kwa ubaya. Na nikizingatia ni mtu ambaye mimi naweza kumuita kama kaka, au mtu ambaye naweza kuona kwamba ni mmoja wa watu ambao naweza kupata ushauri kutoka kwake. Lakini sababu ya mimi kuleta malalamiko yangu hapa ni yeye kutumia chombo cha habari kuzungumzia tunavyo nataka watu wafikirie nini, mashabiki wajue kwamba waamini kwamba hatuwezi kufanikiwa bila sehemu uliokuwepo wewe. Hapana mzee, ifikia wakati mwanangu tuheshimu nguvu ambazo tunazozitumia na sisi, kwa sababu tunatumia nguvu nyingi sana na hatupo hapa juu ya kutia huruma. Bro, na kuheshimu, wewe ni kama brother yangu. Kuna mengi yalifanyika, kuna mengi tushakutana, tukaongea. Safari ya Kigoma naamini unaijua kwamba ulikuwa huna hata sehemu ya kufikia au ya kulala. Tulikuhifadhi na tukakupa nafasi ukaweza kuipambania ndoto yako. Sasa usituoni sisi ni wajinga kwamba we baada ya kufanikisha ulichokuwa unakipambania kwamba sisi pia hatuwezi kufanikisha tunachokipambania. Kila mtu ana mtazamo wake bro. Mtazamo wako kama ni wa 6, sisi mtazamo wetu huku ni wa 9. Tunakuheshimu, heshima ibaki kuwa hapo, na tuseme hivyo eti kwamba ndo tupo hapa juu ya kutia huruma.